Majina naitwa James Mwangi. Ninakaa kwa hii nyumba ya Business Arcade. Hii building apartment inaitwa Business Arcade. On Sunday mtoto wangu alipotea. Anaitwa Joy Muthoni. Alitoka kanisani, akaja nyumbani, akaingia kwa nyumba na akachange na akawa amekaa kwa nyumba. So after muda sisi tulikuwa tuko nje, alikuwa amekaa ndani peke yake. Jioni ndo tulikuja tukidhani tu mtoto wako kwa nyumba, tukakuta mtoto. Tumemngoja, tukafikiri ameenda kucheza nje atarudi, ataenda kucheza nje atarudi kwa sababu anaendaga saa zingine kucheza hapa nje, hapa ndani ya compound, within the compound. So tulikuwa najua tu anacheza hapo compound. By saa moja ndo tulianza kumuita kwa sababu masaa ameenda late, tukakuta haitiki, hatumuoni. Ndio sasa tukaanza search ya kwamba sasa tunaona masaa yameenda. Kufanya search, tafuta nyumba, tafuta nje ya nyumba, itana kila mahali, hakuna jibu tunapata. Ndio tukaanza sasa kusearch kutoka hata nje ya nyumba. Usiku huo ukaisha, tulikuwa hatujampata. Asubuhi ndio tukaanza sasa kutafuta, kwa sababu sasa imefika asubuhi, ndio tukaanza kufikiria kutafuta kutoka kwa zile CCTV ziko karibu na sisi. Tukaanza na CCTV ambayo iko hapo karibu, ikatuonyesha wakitoka na msichana mwingine. Ndio tukaanza kufuata msichana vile aliingia na vile walikuja wakatoka na yeye, na tukafuatilia kutoka hii CCTV ya ndani ikaonyesha akitoka kwa apartment ndani. Tukaona akiteremka nje ya gate, wakiwa amemshika mkono wawili wanatembea, wakateremka chini kabisa. Tukaendelea tukifuata CCTV za hizi building vile zinaenda, zikatuonesha wamepita barabara ya kwenda Kombo Munyeri. Ilikuwa ni around saa 9 na dakika 52. Wameteremka na barabara ya kwenda Kombo Munyeri, wakaenda ni kama tunafuata na hizo CCTV za building. Kuna mahali walifika turn back, wakarudi nyuma. Sasa tukafuatilia pia vile walikuwa wakirudi. Sasa hiyo walipoanza kurudi ilikuwa ni saa 10 na dakika 14. Tukafuatilia zile building vile wanavyokuwa wakija na hizo CCTV vile zinakuja. Ikafika hapo karibu kwa mto Nairobi River hapo. Hapo kwa Nairobi River ndio tuliona ni kama wamecross, lakini kufuatilia ni kama hawakucross. Lakini before afike hapo, kuna mahali walikutana na basi ilikuwa imesimama. Kwa CCTV ya kamera ya jirani hapo, tukaiangalia ni kama walikuwa wanamuongelesha conductor wa basi. Kwa hiyo basi inaitwa Benjo. Driver conductor, tukatafuta hiyo namba ya conductor, tumempigia simu, akasema ni kama walikuwa wanamuuliza stage ya Kayole iko pande gani. So uchunguzi wetu, yani vile tumefuatilia kamera imefikia hapo. Ilifikia hapo leo asubuhi. Ripoti police station ya Kamkunji. Ripoti pale kesho yake hiyo asubuhi on Monday by saa 4 saa 5 hivi walikuwa wamekuja wakaangalia hizo footage vile imeenda. Alafu jana Tuesday wamekuja na wengine ambao ni wakalituambia wametoka DCI headquarter Kiambu, wakachukua bado hizo footage, wajaribu kukilia hiyo picha ni ya nani. Hiyo picha inaonyesha huyo mama akiingia na akitoka, wajaribu kuangalia ni nani. Mpaka hapo msichana hatumfahamu kabisa, hatujai muona kulingana na picha zile ambazo tunaona. Lakini alipoingia kwa hii building si kwetu peke yake aliingia. Kwa hii building aliingia karibu milango zote. Aliingia 50th floor, akajaribu kuomba kazi huko 50th floor. Alikuwa anaenda akiomba kazi ya nyumba. Lakini kuna nyumba moja aliingia akakuta msichana wa kazi. Na huyo msichana wa kazi akamwambia hatuna kazi. Lakini akamwambia mimi nina njaa sana, naomba unipe chakula. Kwa hiyo nyumba aliingia, akakaa chini, akaekoa mchele. Msichana tulipomuuliza sema alikuwa mchele na viazi, na akala akiwa na haraka sana. Akiwa ndani ya hiyo nyumba, huyo msichana alipigiwa simu
mara 3. Ya kwanza 2 hakupokea, lakini ya 3 alipokea. Huyu msichana wa kazi anasema alisikia sauti ya mwanaume. Alisikia sauti ya mwanaume. Kwa hiyo nyumba alipokea simu, lakini alisikia sauti ya mwanaume. Lakini msichana wa kazi hana simu, kwa hiyo hangeweza kuchukua simu yake, namba yake ya simu. So far tumeachia hiyo maneno, iko na DCI. Wametuambia watatupatia jibu, ndio tunangojea. Ni tukio ambalo limetuhuzunisha sana. Sidhani kama kwa siku 3 hizo zote sijalala usingizi hata siku moja. Inaumiza sana. Mtoto mzuri na amezoea akitoka kanisani anaingia kwa nyumba na hatokagi kwa nyumba. Hatoki kwa nyumba. Ni mazoea yake. Akiingia, akitoka shuleni anaingia kwa nyumba, hatoki. Akitoka dukani, kazini kwa mama yake, akiingia kwa nyumba hatoki. So si mtu wa kutoka nje, na hatudhani kama kuna yeye angejitoa nje aende akacheze ama aende nje akazunguke. Ni mtoto mzuri, mtulivu. Yaani sijui nitampa sifa gani zaidi, kwa sababu ninamjua, ni mtoto wangu the best. Leo asubuhi tu ndo kuna kijana mmoja, sijui kama ni kijana kwa sababu ni simu tu. Alinipigia simu akaniambia nimeona mmeweka posta ya mtoto amepotea. Na mimi huyo mtoto nimemuona huko Majengo. So aliponiambia njoo nikupeleke mahali huko, nikampigia ule kijana. Kuna kijana ambaye namjua alikuwa hapo karibu. Nikamwambia hebu kimbia hapo uangalie kijana na akuonyeshe mahali mtoto yuko kitambo nifike hapo, kwa sababu nilikuwa huko Kamkunji polisi huko. Alipofika pale, yule kijana yule mwenye alikuwa amepiga simu akasema ni kijana mwingine pia alikuwa amemwambia amemuona. So akampatia huyo kijana, wakaenda naye mpaka Muthurwa. Wakatoka Muthurwa, kufika Muthurwa akasema tena alimuona hapo jana. Wakaenda tena huko mbele. So ndio hiyo sasa, hatuna kopi sasa mpaka mahali sasa, kwa sababu ni mwenye alienda kuwapeleka ni chokora na hana simu. So huyo mmoja tu alipigia simu, huyo mmoja ndo tu. Lakini kwa konda wa Benjo alisema walikuwa wanaulizia stage ya Kayole. Kwa kidogo tu ile ninaweza fikiria, kwa sababu kama ingekuwa mtu amekuja intentionally kuchukua mtoto wangu, angekuja direct kwa nyumba yangu. Angekuja ingie kwa nyumba na atoke na mtoto. Lakini alizunguka kwa hii apartment karibu 2 hours. Ukiangalia entrance yake ya pale ndani, akiingia na akitoka kuna difference ya kama 2 hours, kwa sababu aliingia saa 8 kama saa 8 hivi na alitoka saa 10 kasoro dakika 8. Saa 10 kasoro dakika 8. So ni mtu alikaa kwa building. Kama angekuwa amekuja na intention ya kuchukua tu mtoto wangu, huyo mmoja tu angekuja kwa nyumba direct. So ni kama mtu alikuwa anatafuta pengine mtoto yote, ama alikuwa anatafuta kazi ama mtoto yote. Lakini tunaona specific ni kama alikuwa amekuja kuchukua tu mtoto yeyote, lakini sio specific. Mtoto Joy Muthoni alikuwa anafikisha 12 years 30th mwezi huu, alikuwa anafikisha 12 years. Anasomea Kiriro Methodist Primary School. Mandiaga wega Yesu aleho maudu. Mandiaga wega mateko regesana. Mandiaga wega Yesu aleho maudu. Mandiaga wega mateko regesana. Mateko regesana. You locate wherever the child is, Jehovah God, may you locate her in the mighty name of Jesus. Tunakuvuka hii nyumba na Jehova.